Joseph Kua, natokea kanisa la Adventista wa Sabato Nyakato, na tupo katika kambi la watoto katika mwaka 2026. Kambi letu hili tumeweka katika jengo moja, na humu ndani ya jengo moja tuna darasa la watoto wa mwaka mmoja mpaka miaka mitatu, lakini pia watoto wa miezi 0 mpaka miezi 12. Kwa mfano, tunapoingia hapa ndani kupitia mlango huu tunakutana na darasa la mwaka mmoja mpaka miaka mitatu. Na darasa hili limegawanyika katika vipengele vifuatavyo. Eneo la kwanza ni eneo la kuweka taka kavu. Taka kavu tunaweka hapa chini, tuna dustbin yetu hii hapa. Kwa hiyo tunapokuwa tunasafisha, tunaweka uchafu tunafunika. Lakini eneo la pili ni eneo la kuweka viatu. Eneo hili liko hapa ambalo unaona hapa chini wazazi wameweka viatu vyao. Na eneo la tatu ni eneo hili hapa. Hili ni eneo la workshop. Hili bango tu la ibada, lakini workshop, kazi za mikono tunafanyia hapa kwa ajili ya kutengeneza dhana pamoja na mapambo ya darasa hili. Na tukitoka hapo tunakuwa na eneo jingine hapa, eneo la kuweka mikoba. Kwa hiyo mikoba ya kina mama tunaweka maeneo haya. Eneo hili ni eneo ambalo kina mama wanakaa wanajifunza pamoja na watoto wao. Lakini wakimaliza kujifunza watoto wanakuja kuangalia picha sasa ambazo ni za uumbaji. Kimsingi darasa hili linajifunza uumbaji peke yake. Katika mwaka huu tunajifunza uumbaji peke yake, maana ni vitu ambavyo ni muhimu kwa watoto kuvifahamu wakiwa bado wadogo. Kwa hiyo tuna michoro mbalimbali ya wadudu wako hapa, lakini tuna michoro ya samaki wa bahari wako hapa wanajifunza uumbaji. Tuna michoro ya wanyama iko hapa. Tuna michoro ya watoto wenyewe hapa, lakini tuna michoro ya matunda kuonyesha kama ni vitu ambavyo Mungu ameviumba na ametupatia tuweze kuvitumia. Na sambamba na hilo pia kuna picha hapa, picha ya wanyama. Hii picha inamsaidia mtoto kutambua wanyama mbalimbali kwa majina yao, kwa sura zao, lakini kutambua kama Mungu aliwaumba. Vile vile hapa kuna picha ya ndege ambao wanawaona kila mara wanapokuwa majumbani kwao, lakini wanajifunza kujua kwamba ni Mungu aliyewaumba. Hili ni eneo la michezo kwa ajili ya watoto hawa. Wanapomaliza kujifunza wanapata muda wa kucheza. Lakini tunaingia huku ndani. Kazi kubwa iko huku ndani. Hiki ni chumba cha kulala watoto wa mwaka mmoja mpaka miaka mitatu. Darasa letu tumeligawa kwa namna hii ili kuweza kupata eneo la watoto. Tunapoingia hapa ndani tunapata chumba ambacho kwa kweli watoto wanapaswa kupumzika. Tayari huko mama hapa anapumzika pamoja na mtoto wake, anampatia chakula. Alafu tukija huku tunakuja kwa chumba cha mapumziko kwa watoto wa miezi 0 mpaka miezi 12. Kwa hiyo watoto hawa wanaingia hapa ndani kupitia pazia lao hili na wanakuja hapa. Kuna watoto wawili wamelala vizuri kabisa wamepumzika, na tumewekea rangi kidogo ya giza ili kuwafanya waweze kusinzia kwa muda mrefu kuliko rangi nyeupe. Rangi za giza kwao ni nzuri ili waweze kufanya kusinzia kwa muda mrefu. Hili ni eneo ambalo akina mama watakaa hapa kwa ajili ya kubadilishia nguo zao, lakini kuwapa uji na kuwanyonyesha. Tunakuja katika eneo jingine hapa. Hiki ni chumba cha darasa la miezi 0 mpaka miezi 12. Hawa nao wanajifunza kwa picha. Kuna picha nzuri hapa za wanyama ambazo tumeziprint kwa bana kabisa. Kuna picha za ndege hapa, kuna picha za ndege, kuna picha za wanyama pia, na picha za ndege wengine ambao ni hawa hapa. Kimsingi darasa lao linahitaji utulivu wa kutosha na linahitaji hewa ya kutosha. Kwa hiyo tunapamba kama namna hii, darasa linakuwa limependeza. Makambi haya yanatufanya walimu kuwa active, kuwafundisha watoto kwa jinsi iliyo hai. Na tukiangalia kwamba makambi ya miaka mingine yalikuwa ni makambi ambayo yanaweza tu yakafundishwa kwa namna ya changanyikeni, lakini sasa tunaangalia saikolojia ya mtoto na uelewa wake. Ndio maana kuna namna ya kuwakata kwa madarasa yao kulingana na umri wao, na ili waweze kupata chakula au mafundisho yanayowastahili kwa umri wao.
Hili sasa ni darasa ambalo ni la watoto wa mwaka mmoja mpaka miaka mitatu. Kama tunavyofahamu, watoto hawa wanapojifunza lazima wawe na wazazi wao ili kuweza kuwa karibu nao, na watoto hawa wana tabia ya kukaa karibu na wazazi wao. Wanapowakosa hawawezi kuwa na utulivu darasani. Kwa hiyo wazazi wanapokuwepo hapa, utulivu wa kutosha unapatikana. Kwa hivyo basi tutakwenda kuimba kidogo, lakini tutakariri fungu na kuona jinsi gani darasa linaweza kuendeshwa. Darasa hili lina walimu kadhaa. Mojawapo ni Zawadi kutoka Busweru. Zawadi huyu hapo ni mwalimu wa darasa hili. Lakini kuna mwalimu Esther Nyanda kutoka Nyakato. Lakini kuna Quinta Rafael kutoka Nyakato. Vile vile kuna Jacqueline Felician kutoka Nyakato. Mwalimu Jacqueline huyu hapo, na mimi mwenyewe Neema kutoka Nyakato. Kwa hivyo naomba nimkaribishe mwalimu Zawadi atuongoze kidogo kwa vipindi jinsi ninavyoviendesha hapa ndani. Kwa majina naitwa Zawadi Emmanuel, nimekuwa miongoni mwa walimu katika kambi hili la Nyakato na katika hili darasa la 1 mpaka 3. Na katika darasa hili kwa kawaida vipindi vyetu huwa vinaanza saa 3 kamili mpaka pale saa 5 dakika 45 tunapata muda wa kupumzika na kucheza kama ambavyo mwalimu Neema ameshakwisha kueleza huko. Na tunapofika mahali hapo, kitu cha kwanza kabisa tunasalimiana. Sisi ni Wabatu. Wa mama au jambo? Hatujambo. Watoto wenu hawajambo? Hawajambo. Waume zenu je? Hawajambo. Mbatie mwanao mwambie wow. Wow. Karibu kwenye darasa. Kae kwa kutulia. Lakini pia tumekuwa na somo letu zuri na tumekuwa na fungu letu kwa mdogo. Sasa tuende tukariri fungu ili kusudi tuwasaidie pia na watoto tuone namna ambavyo tulikuwa tukiendesha darasa letu hili la 1 mpaka 3. Twende. Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Amina. Haya tuimbe. Mimi ni nani? Mimi wa pekee kwa Yesu. Mimi ni nani? Mimi wa pekee kwa Yesu. Mimi ni Johnny. Mimi wa pekee kwa Yesu. Mimi ni Johnny. Mimi wa pekee kwa Yesu. Mimi ni nani? Mimi wa pekee kwa Yesu. Mimi ni nani? Mimi wa pekee kwa Yesu. Watoto wewe pale hausemi watoto. Sasa leo tunaenda kuangalia katika afya uchaguzi wa mavazi. Nini? Uchaguzi wa mavazi kwenye afya. Kwenye nini? Genesis, njoo fanya haraka. Njoo. Haya. Tuangalie hapa Genesis. Wote mnamuona? Ndio. Haya. Sasa nani na sisi simama. Hao wawili tu hapo simameni hapo. Haya. Tulisema hivi, tunavaa visketi vya hapa. Tulisema vya hapa. Hapana. Tunachagua ya hapa au ya hapa? Ya hapa chini. Kwa sababu inampendeza nani? Jipigeni makofi.
katika vitu vya kufanya. Please kaa chini. Haya, katika vitu vya kufanya, wangapi wanapenda kucheza mpira? Haya, wangapi wanapenda kwenda kanisani? Tusheni. Sasa bora kwenda kanisani au kucheza mpira? Bora kucheza mpira au kwenda kanisani? Mtoto mmoja aende pale mbele akanielezea kuhusiana na afya, usafi wa mwili, usafi wa mwili. Hao wanatosha, usafi wa mwili. Wewe utuelezee usafi wa meno. Adrian, anza tuelezee jinsi ya kujisafisha mwili. Anza taja vitu vya kutumia ukiwa unataka kuoga. Amesema dodoki, sabuni na ndoo. Amepata, amekosa? Tumpongeze kidogo. Asante sana. Shujaa Yesu, uende mbali, mwisho mbinguni. Tunakuja usafi wa meno. Usafi wa nini? Wa meno. Tuambie usafi wa meno unatumia nini na nini? Sema kwa nguvu. Maji, dawa ya meno. Amepata, amesema maji masafi, dawa ya meno, akasema na mswaki. Mpeni Amina. Na wewe pia tuambie jinsi ya kusafisha meno. Unachukua mswaki, unachukua maji masafi, unachukua na dawa ya mswaki, unaweka kwenye mswaki. Haya, mpeni Amina na yeye. Msio mwambie jirani. Usiwe mchoyo. Mpeni Amina ya mwisho. Kama tulivyoona pale awali, tumetoka kwenye darasa la awali, darasa la watoto wachanga, tumekuja miaka 4 mpaka 6, na sasa tunaingia katika darasa la miaka 7 mpaka 9. Watoto hawa wazuri wamekaa hapa wanajifunza, lakini msingi ukiangalia mikononi mwao wana karatasi na wana kalamu. Maana yake makambi haya wanatakiwa wajifunze, waweze kuelewa. Ni nafasi ambayo wanapata muda wa kujifunza habari za Yesu vizuri. Na darasa hili wapo walimu kadhaa, lakini kwa sasa tunao walimu wawili. Tuna mwalimu Noela hapa kutoka Nyasaka, awasalimie. Karibu. Bwana ni mwema Wakati wote. wakati wote. Bwana ni mwema. Watoto, watoto, Tuna mwalimu mwingine. watoto. Wa Yesu. Sawa, tuna mwalimu mwingine hapo anaitwa Mwalimu Sara Zakaria. Mwalimu Sara, naomba usimame. Huyu anaitwa Mwalimu Sara Zakaria. Kimsingi wanakaa na hao watoto vizuri sana toka asubuhi mpaka jioni wakiwahudumia hapa ndani. Na darasa hili ni darasa ambalo wanajifunza kwa kuona, kwa kusoma, kwa kuandika pia. Kwa hiyo tukiangalia darasa lao, mapambo ni machache, lakini kikubwa ni kazi ambazo wanapaswa wazifahamu. Kwa mfano, katika kitabu cha Danieli 7
notes zao zipo hapa, walimu wanawafundisha na baadaye wanaandika hapa notes, watoto wanasoma. Na watoto hao wanatakiwa kila wanapoingia tu darasani wakutane na notes, maana ni watoto ambao ni watafiti sana. Kwa hiyo wanapokuwa wanatafiti hivi vitu, wakiingia wanakutana na notes, wanaandika, ndio mapambo ya darasa hili. Na watoto wako makini, wanaweza wakajibu maswali, wanaweza wakauliza maswali, na wanaweza wakaimba, na wanajifunza kuomba pia. Kwa hiyo wanafurahia kambi kwa masomo yao kama haya. Je, mwalimu, unaweza ukatupatia somo mojawapo angalau kwa kuuliza maswali, tukafanya interview kidogo, tukaona wamefikia wapi katika kuelewa kwao? Karibu sana. Asante. Tutakwenda katika somo la uwakili, na wakati huu na tuna jaribio pia la uwakili. Nitamsimamisha mwanafunzi mmoja, Alvin, atuambie uwakili ni nini. Alvin, karibu. Wakili ni msimamizi wa mali au mtunzaji wa fedha na mali. Amina. Amina. Tumpashie. Asante sana. Shujaa wa Yesu, uende mbali, mwisho mbinguni. Yesa, we bado kidogo. Ni mfano wa somo moja la uwakili. Okay. Kwa hiyo watoto hawa wana masomo mengi. Kimsingi wana somo la uumbaji, wana somo la unabii, wana somo la afya, wana somo la familia, lakini pia na somo la stadi za maisha. Kwa hivyo haya masomo yote wanaweza kujifunza kulingana na uelewa wao na ukuaji wa ubongo wao. Mbele yake tena hapa ni darasa la watoto wa miaka 10 mpaka miaka 12, lebo yao iko pale. Wao wanajifunza masomo yale ya uumbaji pamoja na uwakili, afya, unabii na stadi za maisha, lakini wanajifunza katika uelewa mkubwa kidogo kuliko wa miaka 7 mpaka 9 kulingana na ukuaji wa ubongo wao. Na hapa tunaona watoto wazuri wamekaa wametulia, masomo yao yako hapo. Kwa mfano somo la unabii tumechora picha ya Danieli, wamechora wao wenyewe na mwalimu wao na kutukaribisha katika darasa. Lakini vile vile darasa hili wako walimu mahususi ambao wamebobea katika saikolojia na kufundisha watoto hawa. Walimu hawa ni mwalimu Meki, yuko hapa. Matilda, punga mkono, wasalimia watoto. Bwana ni mwema wakati wote. Lakini pia tuna mwalimu Noeli hapa, anaweza katueleza kidogo hii darasa naliendeshaje, maana yeye amekuwepo toka mwanzo mpaka mwisho pamoja na Madam Meki. Watusaidie darasa hili, wanawapelekaje watoto hawa? Asante sana. Naam, ni mwalimu Noeli, na naweza nikaelezea kwa ufupi saikolojia ya watoto hawa kwamba pindi ambapo nawafundisha, unapaswa kuwafundisha kwa maswali na majibu. Unapaswa kuwashirikisha kwa kiasi kikubwa kwa kile ambacho unawafundisha. Wao pia waseme wanaelewa nini kuhusu kile ambacho unawaeleza, lakini pia uwe na muda wa kuwapatia maswali na wajibu kile ambacho wamekielewa. Usiwafundisha au kuwapa vile vya kwako tu, bali na wenyewe pia wanapaswa kuhusika kwa kile ambacho wanakielewa. Pia wanahitaji kuona sio tu maelezo, wanahitaji pia waone nini ambacho unawafundisha. Kama ikiwezekana wakapata picha pia, inakuwa ni vizuri na inapendeza sana. Ni mambo mengi ambayo tumeweza kujifunza, na inawezekana pia nikawasimamisha watoto baadhi ambao wanaweza kuelezea kwa ufupi ni nini ambacho wamejifunza. Sawa, sasa naweza nikakaribisha tu watoto kadhaa ambao wanaweza wakatuambia. Ukianza na somo la afya, tumejifunza mambo kadha wa kadha. Nipende tukumkaribisha. Naam. Karibu Salome, unaweza ukatuambia ni nini ambacho tumejifunza katika somo la afya? Katika somo la afya tumejifunza maana ya afya. Afya ni hali ya kuwa mzima kimwili, kiroho, kiakili na kijamii, na haimaanishi tu kutokuwa na magonjwa. Katika somo la afya tumejifunza kanuni
tunatakiwa tuwe na uchaguzi bora kabla ya kufanya kitendo. Hii exercise, yaani mazoezi, tunatakiwa tufanye mazoezi mara kwa mara. Elo liquid, yaani vimiminika, tunatakiwa tunywe glasi 4 mpaka 8 kwa siku moja. Kuna herufi ya B. B inamaanisha belief, yaani kuwa na imani kwa Mungu. Tunatakiwa tuwe na imani kwa Mungu kabla ya kufanya mambo yote katika dunia. R inamaanisha rest. Rest yaani tunatakiwa tuwe na muda wa kulala kwa masaa 6 mpaka 8. Air yaani hewa safi, tunatakiwa tukae sehemu ambayo tunaweza kupata hewa safi kwa muda mrefu. T inamaanisha temperance, yaani kiasi. Tunatakiwa tuwe na kiasi katika mambo yote, mfano kucheza, kula na mambo kadhalika. I inamaanisha ni integrity. Tunatakiwa tuwe na mtazamo chanya. Na O maanisha optimistic. Tunatakiwa tushirikiane katika mambo yote katika jamii. Inamaanisha nutrition. Tunatakiwa tuwe na lishe bora, yaani lishe bora. Tunatakiwa tuwe na lishe bora katika mambo yote, mfano watoto, wakubwa na watu wazima pia. Okay, asante sana. Sasa hili ni darasa letu la watoto wa umri wa miaka 13, 14. Kimsingi watoto hawa wako wachache tu, lakini wanaweza wakafanya mambo makubwa sana. Na darasa hili yuko mwalimu mashuhuri, mwalimu mahususi, mwalimu Ibra. Mwalimu Ibra huyu ni msimamizi pia wa kanda yetu ya Mwanza Mashariki. Karibu mwalimu Ibra. Kanda yetu ya Mwanza Mashariki ni miongoni mwa kanda zinazounda maeneo ya kiuongozi la jimbo la Nyanza Kusini au South Nyanza Conference. Kwa hivyo tumepata bahati kubwa sana ya kuwa na mgeni kama huyu ambaye amelisimamia darasa mwanzo mwisho mpaka leo, na hata kesho atakuwa nao pia. Na hata hivyo tuna ugeni pia wa kiongozi mwingine, mwenyekiti wa kanda yetu ya Mwanza Mashariki. Huyu ni msimamizi anayetoa maagizo kutoka jimboni na kuyaleta katika kanda. Yanapokuja katika kanda, maagizo hayo yanafikia kwa kiongozi wetu Christopher Joseph, anapatikana Buzuruga, na leo tumekuwa naye, amekuja kututembelea. Akitoka mwenyekiti wa kanda, ninafuata mimi kama katibu wa kanda pia. Sasa leo tuna uongozi mkubwa sana wa idara ya watoto kwa upande wa kanda yetu hapa, na kwa sababu mwalimu Ibra amekuwa na darasa hili mwanzo mwisho, tunaomba kidogo tu atuelezee na kutupitisha kwa yale ambayo yamefanyika katika darasa hili. Mwalimu Ibra, karibu sana. Asante sana. Cha kwanza tunamshukuru sana Mungu katika uwepo kwa vijana hawa wenye umri wa miaka 13 mpaka 14, na hivyo nimekuwa msimamizi, na sambamba na usimamizi kwa ajili ya kuwafundisha tumepitia masomo mbalimbali, na hivyo niwape nafasi ya pekee nimkaribishe mwenyekiti, maana kikubwa katika darasa letu tulichagua kuwa na mwenyekiti na katibu ambaye atakayekuwa anasimamia programu mbalimbali. Hivyo kwa nafasi ya pekee nimkaribishe mwenyekiti karibie hapa kwa ajili ya kutupitisha kwa mambo mbalimbali ambayo darasa hili wamejifunza. Mwenyekiti, karibu sana. Asante sana kwa mwalimu wangu kunikaribisha. Mimi ni mzee kiongozi wa kanisa la Nyakato kwa watoto, na pia katika darasa letu hili tumejifunza mambo mengi, masomo mengi kama unabii wa Danieli, tumejifunza mitandao ya kijamii, na pia tumejifunza kanuni za zaka na sadaka.
nikipenda kugusia kwenye mitandao ya kijamii, siku hizi watoto wetu au sisi vijana tunapenda mitandao ya kijamii sana, na tunapoitumia inakuwa inatuletea athari katika akili zetu. Mtoto anapokuwa anatumia kifaa kama simu, kompyuta au TV zaidi ya masaa matatu, inakuwa inamletea athari katika ufahamu wa ubongo, na pia hata katika kufikiria, inaondoa ufikiriaji na madhara kama macho kuuma. Na pia katika hili darasa letu tunajipongeza kuwa na wanafunzi waelewa na pia wamejifunza mambo mengi sana. Nikipenda kumkaribisha mwenzangu pale aje awaelezee kidogo alichoelewa kwa nyakati hizi. Kwa majina naitwa Colin Silas. Katika darasa la miaka 14 mpaka 15 tumejifunza mambo kuhusiana na historia ya unabii wa Danieli, familia ya Mungu au timu ya kwanza ya Mungu. Lakini kitu ambacho mimi nilifurahia na nikafundishwa nikakielewa ni timu ya kwanza ya Mungu. Timu ya kwanza ya Mungu ni familia. Mungu aliweka familia ili binadamu tuwe na upendo, ambayo familia inajengwa na baba pamoja na mama. Wanaweza kupata mtoto au asipate mtoto, na kuna aina 5 za familia. Aina ya kwanza familia ni baba, mama pamoja na mtoto. Aina ya pili ya familia ni baba au mama pamoja na mtoto. Aina ya tatu ya familia ni baba, mama, watoto pamoja na ndugu. Aina ya 4 ya familia ni watoto tu ambao wanaitwa watoto yatima. Aina ya 5 ya familia ni aina ya baba na mama ambao hawatapata mtoto. Kwa hizo ndio aina za familia tulizojifunza. Lakini pia kuna mambo 5 ambayo tulijifunza kwamba baba akiyafanya katika familia anaweza kusababisha kuvunjika kwa upendo na amani katika ile familia. Mambo ni mengi, lakini tulijifunza mambo 5. Kitu cha kwanza tulisema ni baba kutokuhudhuria katika nyumba za ibada. Kitu kingine ni baba kuchelewa kurudi nyumbani, baba kufanya kazi za kiuhalifu kama ujambazi, kushirikiana na watu wanaouza madawa ya kulevya. Na kitu kingine tulichojadiliana ni baba kufanya kazi ambayo inaweza kusababisha familia kupoteza maisha au familia kupoteza amani na upendo na kusambaratika na wasijue wanakoenda. Asante. Haya, sasa kabla sijaanza kugawa zawadi zangu, niwaite wale ambao mama tusomee wale ambao walipata zawadi kwa kujibu maswali yetu vizuri, alafu tuingie. Leo ni zawadi za kumimina za kuwasha. Haya, wa kwanza Mariana Mohamed, mahali popote ulipo uje. Mwingine Angel Peter, meneja anawaita Angel Peter, mahali popote ulipo chapa
Charles Elias naye amekula kona. Babe, Esther Tumaini, chezea Yesu wewe. Haya, mwingine ni Stefano Elias, yuko wapi? Haya, Stefano Silas na Grace mwana wa Ibrahimu yuko wapi? Simon Fales, Adilini Adam. Hawa ni wale ambao tulikuwa tunauliza maswali wanatujibu. Elisha sasa chezea hili wewe. Haya. Hizo jamani ni zawadi ambazo zinatoka kwa watoto wetu wazuri waliokuwa wanajibu maswali vizuri katika kambi letu la watoto, hasa katika wakati wa ibada kuu. Na hata leo pia tutakuwa na watoto ambao wataondoka na zawadi. Leo hatubakizi zawadi, kila mmoja ataondoka na zawadi mradi tu amejibu maswali yetu vizuri. Bwana wabariki sana. Wamekwisha. Haya basi. Haya, hawa ndio. Hebu nyosha zawadi yako juu. Haya, tunaenda. Asante sana. Shujaa wa Yesu, mwende mbali mpaka mbinguni. Bado kidogo. Safi basi, haya nendeni mkakae. Kama tulivyoona hapo awali, hili ndilo kambi la watoto mtaa wa Nyakato. Kimsingi mtaa wa Nyakato una kanisa moja ambalo unaunda mtaa wenyewe. Kwa hiyo ni kanisa moja na mtaa mmoja. Tumeweza kuwa na madarasa yetu tuliyogawa madarasa 6 na yote yameweza kufanya kazi vizuri sana. Na hata hivyo katika mwaka huu tunashukuru Mungu kwa sababu tumefanya kambi hili wakati wa likizo, watoto wakiwepo nyumbani. Kwa hiyo tumeweza kuwapata kwa uzuri kabisa na watoto wameweza kujifunza katika hali ya utulivu kabisa. Na tukiangalia katika mwaka huu masomo haya yamekuwa katika mgawanyiko mzuri. Yanamruhusu mwalimu kuweza kutengeneza mada zake vizuri na kuziwasilisha kwa watoto. Na kikubwa kabisa watoto waweze kuelewa. Watoto wengi mara nyingi wamekuwa wapate mafundisho mazuri ya watoto. Lakini tunapokuwa mahali hapa, watoto wanajifunza vizuri kwa utulivu wakiwa wametulia. Na tunatoa wito kwa viongozi wa makanisa, wachungaji, kuangalia umuhimu mkubwa wa kuweka maeneo ya kujifunzia watoto hawa kulingana na umri wao, kwa sababu umri wao ndio uelewa wao. Kwa hiyo wakiwekwa kwa umri wao itawasaidia kuelewa zaidi kile ambacho walipaswa kujifunza. Niwashukuru sana watazamaji, niwashukuru sana wasikilizaji. Karibuni Nyakato, karibuni South Nyanza Conference. Asante.